kujumuika pamoja kwa ajili ya masomo. So ningependa kushukuru mheshimiwa kwa kujali wanafunzi wa Nakuru Town West kwa kuwapatia pesa. Najua tumekuwa na changamoto kidogo ya school fees, lakini naamini leo mheshimiwa akiwa hapa na zile checks ambazo tumeziona pale, watoto wenu wataenda kusoma. Tukiwa hapa mwisho, tukiwa kwa ile ofisi ya pale ile, tulikuwa tumesema hata Barut kuna pesa ambayo tulikuwa tumeweka, na hiyo pesa ilitoka nusu na kuna zingine zinaingia tarehe 20 mwezi wa 6. Barut mheshimiwa Rama tumewapatia pesa, kila mwanafunzi wa day school tumewapatia shilingi 7,700. So juzi tumewapatia 4,000 na kuna 3 ambayo itaingia June hapo. Na ukiongeze yako au wazazi watakuwa na shida tena. So tunatumia ile mbinu ambayo ulituambia kwa tupamp pesa nyingi kwa masomo, na hivi ndio tunafanya. So Mungu aweze kubariki, na pia tunashukuru kwa hiyo ofisi ya mheshimiwa. Hii ni yetu sisi wote Nakuru Town West. Hata mimi baada nikimaliza 10 years, kwa sababu hiyo nyingine tutarudi 2032, mimi ndio nitakuwa kwa hiyo ofisi nikahudumia kama MP wenu wa Nakuru Town West. Kwa hiyo nitakuwa kwa MC wa Captain. Asante sana. Ningependa kusema kwamba kitu ambacho unaweza fanya vizuri saizi ama the greatest investment unaweza fanya kwa nyakati hii ni kuhakikisha umesomesha watoto ndio wakuje watusaidie baadaye, kwa sababu mashamba yamepungua, si kweli? Na for them to be very competitive lazima wakuwe wamesoma. Hizi nafasi chache ambazo zinapatikana za kikazi, wakuwe pia wako na ujuzi ama skills za kuhakikisha pia wao wampata zile kazi ndio waweze kuleta transformation katika taifa letu la Kenya. Na ningependa kuomba wazazi kwa siku ya leo, kuna hii mfumo ambayo imekuja ya CBC ambapo tuko grade 9 na watoto wetu wanaenda kuchagua units kuanzia mahali hapo. Kuna ile inaitwa STEM, kuna ile inaitwa Social Science na kuna ile inaitwa Art and Sports. Ni vizuri tukaribie watoto wetu, tuweze kusemezana na wao, tukaribie walimu, tuweze kusemezana, ndio saa zile wanachagua zile unit, na wakiendelea na hiyo tunaweza kupata it correct, ndio tuweze kuexploit fully na waweze kuhitimu katika hayo masomo. Jingine ningependa kusema kuna barua ambayo tulipata kutoka kwa national government ambayo inapeana directives kwamba wewe ndio uajiriwe kazi yoyote, hata ile ya kawaida ya national ama county, lazima ukuwe na KCSE certificate. Kwa hivyo ni vizuri na ni responsibility yetu kama wazazi tuhakikishe tumesomesha watoto wetu ndio wasiweko kando, ama namna gani, si kweli? So pia ningependa kuomba, kwa sababu naona mheshimiwa Rama yuko mahali hapa na sisi wengine, pia ile basari ya county ambayo tunaendelea kucontest tuhakikishe imerudishwa. Si inasaidia mahali Rama akiweka 6,000 na sisi tunaongezea wengine, mtoto anasoma, ama namna gani? Wale wanaomba irudishwe, endelee kutusaidia tafadhali. Naona tuko wengi, tutaendelea kushirikiana kuhakikisha tumesomesha jamii, because hii ndio kitu mzuri ambayo itatusaidia tuweze songesha taifa letu mbele na pia tuweze kuinua familia zetu. Na mwisho ningependa kuambia wazazi kwamba ndio mtoto wako akuwe daktari lazima aende university. Niende university lazima aende high school. Niende high school lazima aende primary. Niende primary lazima aende nursery. Kwa hivyo masomo at whatever level ni muhimu kuhakikisha tuko na vifano watu ambao wako na skills za kuweza kusongesha taifa letu mbele. So mimi nasema kwa wazazi, asante, Mungu awabariki. Tuendelee kukaza kamba, uchumi si rahisi lakini tutapambana. Watoto wetu watasoma, watamaliza na ndio wataleta transformation katika taifa letu la Kenya. Asante na mbarikiwe. Na sisi tumesema watoto pia wasome, na tukishirikiana na ofisi ya Mheshimiwa Rama tunahakikisha kwamba hakuna mtoto ambaye yuko nyumbani. Mheshimiwa Rama, pia nataka kushukuru ma head teachers ambao wako hapa tukiongozwa na Wamwareki, Langalanga na wale wengine wote. Ukiandika barua ama uwapigie simu waruhusu watoto wasome, wanafanya hivyo. Mimi sina mambo mengi, nataka kushukuru purposely kwa sababu ya mambo kama hayo. Wale head teachers wanatusaidia na wanaruhusu hata watoto wakule bila jambo lolote. So we are so grateful head teachers. Hatuchukui jambo hilo kuwa ni kawaida, because mnatusaidia kuondoa crime hapa manyumbani mwetu. Na tunashukuru pia kwa sababu ya vile security yetu inaendelea kutusaidia na kuhakikisha kwamba tukiongozwa na DCC
ya kwamba Nakuru Town West security iko sawa, hata kama bado tunaendelea kuhakikisha ya kwamba wale watoto ambao wako area yetu, kuna vocational trainings ambazo tumefungua, na tunataka watoto wetu ambao hawajaweza kwenda university waadmitiwe pale ili waweze kusoma. So Mungu wa amani awabariki. Sisi tunaendelea kufanya kazi na tunasema ya kwamba siasa tunaingojea 2027. Nyinyi mnasema hivyo? Mnasema siasa iendelee ama tuingojee huko 2027? Tuingojee, tufanye kazi, si ni kweli? Si Mungu awabariki. Na pia nataka kushukuru kwa sababu wakati tunalipia wazazi shule ama wanafunzi wetu shule, tunasaidia sana wazazi ambao tuko nao. Nimeshangaa sana Mheshimiwa Rama, kwa sababu siku hizi hata mzazi anakuomba tu shilingi 200 ya chakula. So you can see the difficulties the parents are going through. Na pia mchungaji ametutia moyo ya kwamba tusivunjike moyo. Nasema hivyo kwa sababu mimi tuliachwa na baba yetu, mama akiwa na watoto 6, akaweza kunisomesha mimi na firstborn wetu. Ndio sababu pastor amesema tusikufe moyo. Kama mama yetu akiwa na watoto 6 angevunjika moyo, mimi singekuwa MCA siku ya leo. Kwa hivyo wewe mzazi ambaye uko hapa, tuko na advantage ya kwamba tunapata kidogo kwa MCA, tunapata kidogo kwa mbunge ili watoto wetu wasisome. Usikubali hao watoto waache shule, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kizazi ambacho hakija soma. Watoto wetu watasoma kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu awabariki sana. Kwa hiyo ikifika hapo penye unasema tutaangalia nani atakuwa senior sana kwa jiwa hiki cha mbunge. Haya, tilachia hapo. God bless you.